Hili jambo inapaswa nimshirikishe mke wangu, kwa sababu nikifanya bila kumshirikisha naweza nikaniletea shida. Mama watoto, mama watoto, mama Frengi. Abe. Njoo mke wangu. Abe mme wangu. Vipi, mbona nasikitika tena? Unajua mke wangu? Be. Kitu ambacho nimekuitia mke wangu. Abe mme wangu. Mimi nataka niongeze mke wa pili. Kwamba hicho nilichokisikia kwamba ni vibaya au labda masikio yangu kidogo yana matatizo? Kwa nini mme wangu? Yaani kwa nini kilichokufanya wewe mpaka uanze kuongeza mke wa pili? Yaani hebu nipe sababu. Sifanyi mahitaji yangu? Hapana. Sitimizi vinavyotakiwa? Kwa nini unanifanyia hivyo mme wangu? Lakini mke wangu, mimi nafuata tamaduni zetu. Tamaduni zetu sisi inatakiwa mimi niongeze mke wa pili, lakini hili sio ombi kwako. Kama unavyojua, wakina baba mdogo, baba mkubwa, wote wanawake wawili watatu. Hizi ni tamaduni zetu, yaani hili sio ombi. Nimeamua kukushirikisha kwa sababu nakupenda. Okay, sawa, nimekukubalia. Nakubali kwa sababu wewe ni mwanaume na ni mume wangu. Itabidi tu nikubali, sina jinsi. Ila kwa sharti moja, nataka umuoe rafiki yangu Neema. What? Nataka umuoe Neema kama kweli uko tayari kuoa. Muoe Neema. Nilikushirikisha hili jambo kwa sababu ni mke ambaye nakupenda, lakini sijakushirikisha kwamba wewe nitafutie mwanamke. Hauwezi ukanichagulia huyo Neema, hapana. Hana ubaya wowote, lakini kama nilivyokutafuta wewe, na huyo mke wa pili nitamtafuta mwenyewe. Sema hivi, kama unataka kuoa, muoe rafiki yangu Neema. Huyo mtu mwingine mimi simjui. Na ukitaka kuoa wewe mwanamke wako, mimi na wewe basi. Nipeleke nyumbani kwetu, ubaki na mwanamke wako. Mimi nimeshamaliza. Masuala kugombana sitaki. Huwezi kunipangia. Mimi ndio mwanaume naweza kupanga. Na kama nilipanga nikakuoa wewe, hiyo imeisha.